Ulaji wa wali mweupe umezua mjadala mkubwa sana, hasa unapokuwa umehusianishwa na afya ya mwanadamu. Wali mweupe umekuwa ukituhumiwa kwamba unahusiana na vitambi ambavyo tunaviona mjini hapa, kwamba unahusiana na ugonjwa wa kisukari, unahusiana na masuala ya ongezeko la mafuta ya cholesterol kwenye mwili wa binadamu, unahusiana na magonjwa mengine chungu nzima. umekuwa wali mweupe ukituhumiwa. Lakini ukijaribu kuangalia kwenye historia kwamba wali mweupe haujaanza kuliwa jana wala juzi. Kwa nini haya magonjwa hayakuonekana miaka hiyo ya nyuma, miaka 70, miaka 80, na China imekuwa ni nchi ambayo imekuwa ikiongozwa kwa Ulaya. Hata ukija kwa upande wetu Tanzania na nchi nyingine za Afrika wamekuwa kutumia wali mweupe, na bado swala la mlipuko wa magonjwa hayo ulikuwa ni mdogo sana. Sasa je, ni kipi ambacho kiliongezeka, ama ni kitu gani ambacho kinafanya leo hii wali uweze kutuhumiwa? Kutambua mkanganyiko huo na kukosekana kwa uhalisia, niko hapo kufahamisha mambo makuu matatu ambayo nataka uyazingatie ama uyafahamu ama uyafanye kabla hujatumia wali mweupe. Kwa hiyo hapa mada ambayo iko hewani ni mambo makuu matatu ya kuzingatia kabla hujatumia wali mweupe. Kwa kama uko interested kufahamu mambo haya matatu ambayo yataweza kufanya wewe uweze kuwa salama pindi unapokuwa unatumia wali mweupe, basi tuende sambamba. Uko na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mambo matatu kiufupi tu niseme juu ya wali mweupe. Wali mweupe tuna aina kama tatu za wali. Kuna wali mweupe, kuna wali wa brown, kuna wali ambao ni mweusi, black rice. Hizo zote ni aina za wali. Wali ambao uko common sana, ambao unapatikana kirahisi, ambao umetapaka kila kona, ni wali mweupe. Wali mweupe una virutubisho, lakini virutubisho vyake ni vichache sana kulinganisha na mchele wa brown. Hata hivi napokuja kwenye suala la kuhusianisha na kupandisha sukari ya damu, inaonekana wali mweupe unapandisha sukari ya damu sana kuliko mchele wa brown. Kwa sababu tukiangalia glycemic index, ambacho ni kipimo cha kupima uwezo wa chakula kupandisha sukari ya damu, wali mweupe glycemic index yake ni 73, ambayo inaonyesha kwamba jia yake ni kubwa, yani uwezo wake ni mkubwa sana kuweza kupandisha sukari ya damu. Lakini ukija kuangalia hata katika suala la nyuzi lishe, wali mweupe una kiwango kidogo sana cha nyuzi lishe. Kwa mfano, ukijaribu kuangalia ukila wale ambao unaweza ukaupa mwili nishati ambayo ipatao 1300 kilocalories, huwa unaweza ukapata gramu 0.42 za fiber ama nyuzi lishe, tofauti na kwenye mchele wa brown ambao mara nyingi huwa ukiweza kupata kiasi hicho cha nishati unaweza kupata gramu 1.8. Kwa hiyo kuna utofauti wa virutubisho. Kuna virutubisho kadhaa, lakini kiwango kikubwa sana cha virutubisho kwenye wali mweupe ni wanga. Mafuta yapo kidogo sana, protini kwa mbali sana, hata madini mengine kama magnesium, selenium yapo, lakini kiwango chake ni kidogo sana. Kiufupi kwamba wali mweupe una virutubisho vichache sana. Lakini issue kubwa ambayo imekuja kuzuka kwenye upande wa wali mweupe ni kuhusiana na hii glycemic index ama issue ya wanga, kwa maana ya kwamba wali mweupe huu unaweza kupelekea watu kunenepa, unaweza kupelekea issue ya visukari. Kama nilivyosema awali kwamba wali huu haujaanza kuliwa jana wala juzi. Miaka na miaka wamekuwa watu wakitumia, na baada ya tukuweza kuona mlipuko wa magonjwa haya. Nini ambacho kimeongezeka, ama ni kitu gani ambacho tunataka kufahamu? Kuna mambo machache ambayo natakiwa uyafahamu. Kitu ambacho kimekuja kutofautiana hapa na kuweza kufanya huu wali mweupe eza kutokuwa salama, namba moja kwanza ni issue ya mapishi. Miaka ya nyuma wali umekuwa ukipikwa mara nyingi kwa kuchemshwa kwenye maji, na ukiangalia hata kwa swala China ambayo ni nchi ambayo imekuwa ikiongoza kwa ulaji wa wali mweupe, ukiangalia hata mapishi yao wale wa China huwa hawatumiagi hata mafuta. Hata ukiangalia wazee wetu maeneo mengi wamekuwa hawatumii mafuta, wamekuwa wakichemsha kwa kutumia maji. Kwa hiyo wametumia swala hapa, njia ya mapishi imekuwa ni ya kuchemsha. Sasa hivi njia ambayo inatumika sana ni ya kukaanga wali. Wengi wanapenda kukaanga wali kwenye mafuta, ambayo hii ni vitu viwili tofauti. Aliyechemsha na aliyekaanga anakuwa na unafuu, kwa sababu kwanza kukaanga, huwezi ukaanga kwa kutumia maji, utakaanga kutumia mafuta. Mafuta yaliyo mengi watu wanatumia mara nyingi kwenye mchakato wa kukaanga huwa yanabadilika na yanakuwa hayawi mafuta tena.
Kule mfano wa alizeti. Alizeti kiasili inakuwa na rangi ya njano, lakini unapoweka kwenye sufuria na ukaichemsha kwenye jiko huwa inabadilika na ile inakuwa ni colorless, kwa maana kwamba tayari mafuta yale yameshago oxidation, yashabadilika, kwa maana kama si mafuta tena ya alizeti ambayo tulikuwa tunajua, ambao mwisho wa siku sasa unapokuja kukaangia wali wale ambao unakuwa hauko salama tayari, kwa sababu kunakuwa na kitu kingine ambacho sio sahihi, ambacho ni yale mafuta ambayo umeshabadilisha, ambayo sio mafuta tena. Changamoto inakuja ni kwamba hapo nabaki na tuhumu wali, lakini kiufupi mafuta nayo yamekuwa nayo pia yamechangia tatizo. Hapa aliyetumia maji kwenye kuchemsha ama aliyetumia njia ya kuchemsha tu akaweka tena mafuta ya alizeti, kunakuwa na utofauti. Lakini kwenye kuchemsha tena hapa aliyechemsha ambaye hajatumia mafuta ni tofauti na aliyechemsha wali huo akaweka mafuta. Kwa hiyo issue ni njia ya mapishi, kuchemsha na kukaanga. Aliyechemsha yuko salama zaidi kuliko ambaye amekaanga. Ni issue ya mafuta kupikia. Miaka ya nyuma wamekuwa wakipika wali mweupe pasipo kuweka mafuta kwa maeneo yaliyo mengi. Watu wanaweka tu chumvi wanatumia na kuweza kuwa na shida yoyote. Sasa hivi hata aliyetumia njia ya kuchemsha utashangaa ameweka, kama ni nazi ameweka nazi ya kutosha kwenye ule wali, kama sio nazi ameweka mafuta pia ya kutosha. Utofauti uliopo kati ya huyu ambaye amechemsha na kaunga mafuta na huyu ambaye amekaanga kwa kutumia mafuta ni kwamba aliyechemsha kaweka mafuta, ile mafuta huwa hayabadiliki. Kama ni alizeti inabakia vile vile, kwa maana kwamba inakuwa na ile hali yake njano. Wakati aliyekaanga huwa ni kwamba wewe unabadilisha. Kwenye sufuria umeweka mafuta kama ni ya alizeti, lakini unachoenda kula sio mafuta ya alizeti, kwani umeshabadilisha kupitia jikoni. Maana umeamua kuyapisha jikoni kwanza na kuyabadilisha na kuyageuza na kwa sio mafuta tena mbali ya alizeti. Kwa hiyo huo ni utofauti, lakini kiufupi kwamba kitu kwa sasa ambacho kimeongezeka ni mafuta. Kwa hiyo nashauri kupunguza madhara ya huu wali mweupe au kutokuweza kufanya huu wali mweupe uwe na madhara. Hii issue ya kutumia mafuta, unatakiwa ufahamu kitu hiki. Ukiamua kutumia mafuta, hakikisha njia ya kutumia ya kupika hiyo ya kuchemsha kwanza. Lakini cha pili, hakikisha mafuta unayotumia yawe kidogo sana, kiwezekana pia watoto siwezi tumia kama ambavyo watu zamani wamekuwa wakipika, njia ambayo imekuwa kutumia pia kwa kuchemsha tu, kutumia maji tu pekee yake bila kutumia mafuta. Lakini kama utaamua kutumia mafuta, tumia kiwango kidogo sana. Hata wale watu ambao wanapenda kutumia nazi, tumia kiwango kidogo sana cha tui la nazi, kwani unapoongeza mafuta kwenye wali huu ndio unafanya wali kutokuweza kuwa salama sana kwenye afya yako. Hii ni pointi ya pili ya kuweza kuchukua. Pointi ya kwanza ni njia ya mapishi, tupende kutumia njia ya kuchemsha na sio ya kukaanga. Lakini pointi ya pili, hata kama utakuwa umechemsha wakati kama utakuwa umechemsha, ni kwamba kama utaamua kutumia mafuta, hakikisha unatumia mafuta kidogo sana, ama wakati mwingine usitumie kabisa, tumia maji mwanzo mwisho. Kama utaamua kutumia nazi, tumia nazi pia kidogo sana, kiasi unaweza ukaacha. Msijiachie sana. Unapoongeza kiwango cha mafuta ndio unafanya huu wali mweupe kutokuweza kuwa salama sana. Hii ilikuwa ni issue ya pili ya kuweza wewe kufahamu. Swala la tatu ambalo ni la msingi sana kupunguza madhara tokanayo na wali mweupe ni aina ya chakula ambacho umechanganya na ule wali unaokula. Kwa mfano, aliyekula wali mweupe sambamba na nyama ama wali nyama na aliyekula wali maharage ni watu wawili tofauti kabisa. Kwa nini? Ni kwa sababu ukiangalia kwa mfano hivi vyakula asili ya mikunde, maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, ni moja ya vyakula ambavyo vina uwezo wa kuweza kuzuia sukari kutoka kwenye mlo kwenye chakula kingine isiweze kufyonzwa kuelekea kwenye damu, ambayo hiyo ni faida, na hiyo sifa tunataka ni secondary effect. Zamani sehemu nyingi vijijini, hata mazingira zamani, mara nyingi watu wamekuwa wakitumia wali maharage ama wali na jamii ya mikunde yoyote. Nadhani ilikuwa ni kama tamaduni, lakini katika mfumo wa sayansi ulaji wa wali mweupe sambamba na jamii ya mikunde huwa ndo muunganiko ambao ni sahihi, kwani yale maharage ama jamii ya kunde yote ambayo umetumia nayo huwa inakuja kupunguza hii glycemic index ama uwezo wa hii wali mweupe kupandisha sukari ya damu, ama inakuja kucontrol au fionzaji wa sukari kutoka kwenye huu wali mweupe, ambayo hiyo inakuwa ni faida kubwa sana kwa wewe mtumiaji.
na hii inakupunguzia madhara ambayo ungeweza kuyapata kwa kutumia wali mweupe peke yake. Hii faida unaipata tu unapokuwa umekula wali sambamba na jamii ya mikunde. Lakini aliyekula wali nyama, huyu ni tatizo tayari, kwani nyama nyingi zimesheheni mafuta ambayo yanaganda, saturated fat, ambayo mwisho wa siku ni kwamba unapokula wali mweupe sambamba na mafuta mengi, kwanza unaongeza unasababisha ili ongezeko pia la sukari ya damu kwa haraka sana, kwani nyama haina uwezo wa kucontrol ufyonzaji wa sukari kutoka kwenye wali mweupe. Lakini cha pili, yale mafuta ambayo yako mengi huwa yana paralyze insulin, yanapunguza utendaji bora wa insulin, kwa maana kwamba yanachochea insulin resistance, ambayo bado hii inazidi kufanya ongezeko la sukari kuwa kubwa sana kwenye mwili wako. Lakini unapopata ile insulin resistance au unapopata ubutu wa insulin, bado inakuja na changamoto nyingi. Lakini hii hali inakuwa pale unapokuwa umekula wali sambamba na vitu kama nyama au sambamba na vitu kama samaki, pasipo kutumia jamii ya mikunde. Kwa hiyo katika tafasiri nashauri nini? Nashauri unapoamua kutumia wali mweupe, hakikisha unautumia ukiwa umeambatanisha na vyakula jamii ya mikunde, ikiwa ni sambamba, bila kusahau na mboga za majani. Kwa maana kwamba mboga za majani, na kama ni maharage ama ni mbaazi ama ni njegere, ukiweza kuvichanganya sambamba na wali mweupe, hapo unakuwa uko salama kabisa kutoka kwenye madhara ambayo yanatokana na wali mweupe. Haya ni mambo ya kuzingatia: njia ya mapishi, mafuta, kiwango cha mafuta ya kupikia, ama kama ni mafuta ama ni maji ya kupikia, halafu chakula ambacho taweza kuunganisha na ule wali pindi unapokuwa unakula. Haya mambo taweza kuamua huu wali mweupe uwe mzuri kwako ama uwe mbaya kwako. Kwa hiyo ni wewe kuchagua, lakini nashauri haya ambayo nimekushauri: moja, chagua njia kama ni mapishi, kuchemsha. Pili, hata kama umechagua njia ya kuchemsha, hakikisha kwenye swala mafuta, kama kutumia mafuta usijiachie sana, tumia kiwango kidogo sana, na kama utatumia nazi tumia kiwango kidogo sana, ila usipoweza kutumia haya mafuta inakuwa ni bora zaidi. Na tatu ni unakula na nini? Ni kwamba chagua kula pamoja na jamii ya mikunde sambamba na mboga za majani. Kuna kama msemo kamoja anasema kwamba wali bila maharage ni uharibifu wa mchele. Tukae hapo kwenye huo msemo, kwa maana kwamba hakikisha kila wali unakula unakuwa na maharage ama jamii ya mikunde yoyote. Mimi nilihitaji kufahamisha haya mambo ya kuzingatia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wali mweupe unaendelea kuwa salama na unakuwa sehemu ya mlo wako ulio bora. Ulikuwa nami Emmanuel Mvalie, nutrition specialist. Nikutakie wakati mwema. Kwaheri.